Sitaki uondoke na mali yangu yoyote zaidi ya nguo zako tu. Je, utakubaliana na hayo? Sawa, mimi shida kubwa. Acha nifikirie. Nimefurahi sana. Na wewe basi, sio nikikubalia hapa tena usisahau. Kwanza mimi mnawizi, Ila pia kuna jambo nilitamani kukushirikisha ili upate kutambua na kuridhika nalo. Kiukweli mimi nina mtoto yuko Tanga na miezi kama 6. sasa kwa nini mwanao yupo Tanga afu nawe unaishi huko? Mtoto yuko Tanga na mama yake na mimi huku nimekuja tu kikazi. Mama yake ni mtu wa Tanga? Mama yake ni mtu wa Tanga, hata mimi baba yake pia ni mtu wa Tanga. Kweli? Kweli, nimezaliwa Tanga, nimekuwa Tanga, nimesoma Tanga, huku nimekuja tu kikazi. Nitasiketa kuamini. Kwa hiyo Tanga sehemu gani unakaa? Tanga mimi nimekulia Mwako. Kwanza nataka unihakikishie Tanga unajua sehemu gani na sehemu gani na sehemu gani, ili niamini, maana na bado hata sijaamini. Mimi nimesoma Tanga skuli, nilipomaliza pale nikaenda chuo, nikaja huku kikazi. Sisi mpira liko tunacheza sehemu moja wanaita Magomeni, napajua Magomeni, ila mamangu alikuwa ni mtu wa Mwako. Mamangu alikuwa anaishi Mwako, nimekulia Mwako. Mimi ni mtu wa Tanga kabisa, Mkokwani mule nishacheza sana. Basi mpaka hapo nishaamini. Ni mwenye mtu wa Tanga. Kuna pia ni mtu wa Tanga? Ndio. Tanga sehemu gani? Donge Mwisho. Donge Mwisho? Hata mimi mzazi mwenzangu pia anakaa hapo Donge Mwisho. Wewe Donge Mwisho ni mtoto wa nani pale? Ilikuwa nakaa na shangazi yangu. Aitwa nani? Aitwa Madora. Anajulikana sana pale Donge. Yaani ukiza kwa Madora tupika mpaka kwa mamangu, kwa shangazi yangu. Tuachane na hayo. Unajua mila na desturi za watu wa pwani. Tunapoiona bahari kama hivi, basi tunatamani twende tukaogelee. Sasa kama hutojali, twende ukanionyeshe kama kweli wewe ni mtu wa pwani. Sije ngenda kukutia aibu kule, maana mimi ukiniweka na bahari ninavyopiga maji. Nem twende. Ukinipoteza za ukalikuta pesa. Kaka bwana, mimi nina shida ndugu yangu. Na mpaka nimeamua kukuita hapa, unajua kabisa shida hiyo ipo kwenye koo. Kimsingi unajua mimi ni mtu mzima Changamoto yoyote ambayo inatokea huwa sina mtu wa kumwelezea mwingine zaidi yako wewe. Basi nikikosa wewe itakuwa ni familia yangu ambayo naishi nayo. Ndugu yangu, nina changamoto kubwa sana. Changamoto hii inaniathiri kwenye ubongo, niseme hivyo, ama inaniathiri kichwani kwa namna moja ama nyingine. Nina changamoto ambayo sijawahi kuiona kwenye maisha yangu.
ni kitu ambacho ni kigumu kwa, afu sijui kimetokea vipi na kwa namna ipi. Sisi tunaelewa. Na changamoto kwenye afya. Mwili wangu na uono uko tofauti. Leo na siku ya 3 mpaka ya 4. Yaani nakwambia hivi kwa sababu ni kitu ambacho naona kabisa kinaniumiza. Pindi ninapoenda kujisaidia nasikia maumivu kwenye njia ya mkojo. Lakini pia kuna uchafu ambao unatoka. Ijongono. Unasema? Ngono. Ijongono ambanga swende. Ngono. Kati sogono. Nikaswende. Nitakapinde. Kisha sawa kumbe kirugo ujui. Hilo ni gono. Gono. Hayo si magonjwa zinaa. Hayo niulize mimi. Sijui ni Mwajuma yule, sijui ni Aisha, sijui ni Fatuma. Yalinitesa kaka. Sasa hivi nashukuru Mungu. Sasa na mtoto wa mtu mimi. Kwamba unamaanisha nilipojamiana kule ndipo ambako nimepata gono? Usiniulize mimi. Sio daktari, nenda kapime. Pole kwa kusudia. Asante sana. Majibu yako yametoka. Ndio haya hapa nilikuwa namba mkononi. Vipimo vinaonyesha kuwa una maambukizi ya ugonjwa wa zinaa aina ya gonorrhea. Na gono. Hivyo basi kuna matibabu nimekuandikia hapa. Utapeleka hapo mapokezi kwa ajili ya maelezo zaidi. Asante. Pole sana. Asante. Karibu. Ndugu yangu naona tayari ushajiwahi hapo mapema kabisa mzee kwenye vitu vyako mzee. Nilijua tu. Huwezi kuwa salama wewe. Yaani ulivyokuwa wewe. Niambie bosi wangu. Ndugu yangu kwanza nakushukuru. Nikushukuru kwa sababu kwa msaada mkubwa sana kwangu. Lakini la pili, ushauri wako ulionipa nimefanyia kazi vyema. Kile ambacho umekizungumza ndicho ambacho nimeenda kukutana nacho huko. Kwa hilo tu mimi nakupongeza sana. Nilikwambia mimi ni genius. Nina akili, intelligent forever. Genius na akili. Ndera. Imara. Sishindwi mimi. Kweli ni genius. Ila changamoto ni moja tu. Ya ufupi. Hapo ndo naharibu. Okay. Kikubwa nichokutia ndugu yangu, nahitaji msaada wako. Na naamini mpaka nimekuita wewe, naamini unaliweza na unaweza kulifanyia kazi kwenye hili. Nahitaji mzigo mkubwa wa fimbo. Kama uliweza kunisaidia lile la awali, basi hata hili naamini ama nina imani lipo ndani yako. Una uwezo kunisaidia kwa muda huu. Samahani nikuulize. Kwani mwenzangu mwalimu sasa hivi? Sio mwalimu bwana. Sio anasari wala chekechea wala vidudu wala sekondari wala msingi. Sasa fimbo zote za nini unazoagiza mjana? Una watoto? Pindi utakapoliletea hizo fimbo ndipo nitakapokueleza tena mimi hapa. Kwa cha msingi kwa sasa hivi naomba uletee hizo fimbo. Na kazi nazo. Kwa sababu umehitaji nitakuletea. Haina shida, si fimbo tu. Shida yangu ni fimbo tu. Basi limeisha hilo. Na mimi unachokishindwa. Hilo limeisha. Kwa hilo ndugu yangu nitakushukuru sana. Utanishukuru lakini sitagosi. Kwenye shukrani pia mkono jamani, kweli jamani. Shukrani na mkono unatoka mkono wa pili. Sio na shaka jua hilo. Tumalize kwanza hii kazi ambayo nikupa. Then kila kitu kitakuwa sawa. Kazi inaisha. Unakunywa soda ama unaleta glasi? Na mama mlete glasi. Leo Sabato leo, wewe nipe tu nitaenda kwa makande. Sabato leo. Wewe nipe tu nitaenda kwa makande. Basi hamna neno. Muamala utasoma usina shaka.
Ndo maneno sababu tu. Kubingi bosi wangu. Yo. Sawa. Sasa tuko sawa na mimi. Sasa nini kuacha au sawa? Shoga yangu, toka ulivyoniambia lile jambo, sina ninachoingiza mimi wala ninachokitoa. Hayo maji yenyewe nusu kikombe kile siyamalizi. Sina usingizi wa mchana mimi wala wa usiku wala wa asubuhi. Yaani kikichwa naona kimekuwa kizito, nazidi kuvurugika. Toka na kereketwa na nafsi mimi. Moyo mama wanivuta, roho yanisokota mama. Yaani hata sielewi shoga yangu nifanye nini. Yaani hiki kichwa changu nahisi nazidi kuvurugika. Ndio nimeacha. Kwa hiyo sasa una mpango gani? Sina maandalizi yote shoga yangu. Lakini kwa hili nitakopa mimi. Asa. Sijui braki. Tutaenda huko. Nina kisa kuzaa bila uchungu. Hii silifumbii macho. Na timba huko da. Siku zote vita nzuri, mpigane mwanana hana kwa ana. Hapo kwenye kukopa, shoga yangu. Kopa. Mimi nilikopa, nikapata nauli nikaja kukuletea umbea. Wewe usikope nani? Wewe nani usikope? Hasa sisi watoto 2000 dada. Njia zetu za kupata hela ni hizi mbili. Kukopa au kuhongwa. Sasa shoga yangu mimi wa kukuhonga wewe ndio kashenya kuuliwa anaweza kwa janja. Dada kakopa. Kakope dada. Hivyo mwanamke wa watoto gani? Kwa nini unataka nimuoe mwanamke ninayempenda kwa maradhi ya zinaa? Maradhi ambayo amenipa wewe kuhangaika huko nje, si ndio? Hivi leo kweli mimi kutembea na gono kweli? Kwa hiyo madiriki kuniambukiza gono lako mimi baadaye nizalike, si ndio? Hivyo mama, ndio mfunza mwanao? Utotoni ndio mlifundishana ukiranga na mwanao? Kwanza baba, hicho kikao lake nusu. Mambo kama haya baba, mimi wala haya ni nusu. Umeniingiza bila sababu. Mwanangu, unapochomwa na miba ndio hapo patakiwa utoe. Hapo. Hasa mwiba mimi naje utoe mimi ndio choma. Au anihusu? Mimi kinusu hiki kikao mwanangu. Nashangaa ukaniita hapa mimi cha nusu nini? Twende na ule uhalisia hasa hiki kikao mimi cha nusu nini baba? Kinakuhusu hiki kikao kwa sababu zifuatazo. Kama mwanao huja mpeleka kwa kungwi kufunzwa kuja kuishi na mume, basi mimi mumewe ndio nitamfunza. Sasa asiyefunzwa na kungwi ufunzwa na mume wake, na mimi ndio mume wako nitakaye kufunza. Na wewe mume amefariki, mimi ndio nitakaye kufunza. Lala chini hapo. Lala chini hapo. Hamjasikia? Twende. Lala chini hapo. Lala chini hapo. Kwani vipi, wajisikiaje? Nisikia baya mama. Sasa zaidi ni nini? Unajisikia vipi? Hebu nieleze. Nikamwamsha mumeo? Sawa mama, kuna nisikia vibaya sana. Nikamwamsha. Baba, mwanangu, nina shida na wewe. Mwanzo ajisikii vizuri baba. Hali yake sio nzuri. Ndio matatizo gani?
tatizo gani vipi baba? Hivi wewe tabu gonga vyumba vya wanaume. Ni kama utaoponza. Nisamehe baba. Kugonga vyumba vya wanaume utaoponza. Nisamehe. Sio nisamehe tu. Kugonga vyumba vya wanaume utaoponza. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki mikiki. Mtumwa